Majina yangu naitwa Steven Matere Piusi, ni mchimbaji mdogo katika mgodi wa Irasaniro Gold Mine. Safari yangu ya kuingia kwenye uchimbaji baada ya kumaliza shule, nilijihusisha na uchimbaji mdogo moja kwa moja. Na nikaanza kuchimba kidogo kidogo kama nilivyokwisha eleza. Mara ya kwanza ilikuwa rasmi, lakini nilipokuwa rasmi sasa nimeweza kuongeza kipato changu. Wakati ule mara ya kwanza nilikuwa nafanya kwenye makarashi ya watu wengine, lakini sasa ninamiliki mwalo wangu, ninamiliki karasha langu, ninamiliki vifusi vikubwa. Kwa sasa hivi niko vizuri. Pia ninamiliki usafiri binafsi wa kutembelea. Kwa kweli nilishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Tumekuwepo pale katika mgodi wa Irasaniro Gold Mine tukichimba, na kwa kweli tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu ametuwezesha, ametusaidia. Kwa kweli tumeweza kufikia mafanikio, na hii tumeweza kupata tuzo mara 2 za ulipaji bora mapato ya kwa kitaifa kutokana na wachimbaji wadogo. Kwa hiyo tumeweza kuongoza mihula 2 yote. Kwa hiyo mimi nipo hapa kwa ajili ya kushukuru tu serikali iliyoko madarakani, lakini nipo kwa ajili ya kumshukuru hasa Mheshimiwa Rais ndugu Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ninashukuru viongozi wote wa wachimbaji wanaoweza kutusaidia kama waziri wa madini na remazi zetu zinazotuongoza kutusaidia. Kwa kweli zimeweza kutuongoza vizuri na tunakwenda vizuri sana. Kwa kweli tunashukuru sana. Mara ya kwanza tulikuwa tunachimba katika eneo lile, tulikuwa tunachimba kama watu ambao sio rasmi. Lakini kupitia serikali yetu sikivu tukaweza kurasimishwa ile sehemu, tukapewa, ilikuwa iko chini ya STAMICO, tukapewa kipande cha leseni kama 16. Kwa hiyo tukaanza kuchimba katika ule mgodi wa Irasaniro sasa tukiwa rasmi, tukiwa tunamiliki maleseni. Wakati ule mara ya kwanza tulikuwa tunaishi katika mazingira magumu sana kwa sababu ilikuwa sio rasmi. Lakini baada tu ya kurasimishwa, kupewa lile eneo kuanza kuchimba, sasa tumeweza kuchimba kisasa. Tuna mitambo mizuri ya kuchimba, tuna mitambo ya kuvuta maji ya kutosha, na tunachimba na tunapata dhahabu nyingi kabisa, maana miamba yetu ni ambayo ilichimbwa na mkoloni, ni miamba mikubwa ya miaka mingi sana, mwamba mkubwa sana. Kwa hiyo ni mgodi ambao wakati wote unazalisha dhahabu nyingi sana. Ombi langu kwa serikali iweze tu kusema na mabenki ili mabenki yaweze kutukopesha fedha, mitaji, kuongeza nguvu ya mitaji. Maana ninajua serikali ikijikita sana tukijikita kukopa hela kwenye mabenki, tutaweza kujishughulisha na kuzirudisha kwa faida. Kwanza mabenki yatapata mzunguko wa biashara, lakini pia sisi tutatumia fedha kwa nidhamu kwa sababu itakuwa ni fedha iliyokopwa. Lakini kwenye masuala ya ruzuku, ningependa serikali isaidie kuwekeza ruzuku, kuelimisha wachimbaji wadogo. Ruzuku yake hasa isaidie kuelimisha wachimbaji wadogo ili waweze kuchimba kwa tija, iweze kugharamia, labda kila mgodi ungeweza ukapewa TV moja kubwa na wakawa wanaendesha vipindi vya kuelimisha mchimbaji ili achimbe akiepukana na madhara. Maana vision yetu ni uchimbaji ni maisha na ni utajiri. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa ni maisha ni utajiri, serikali tusaidie kuangazia sehemu hii ya maisha ili watu wachimbe wakiwa salama, wakiwa na afya nzuri, na iendelee kuwaelimisha na kuwapa mafunzo wakishirikiana na zile sekta zingine zinazohusika kama OSHA, waweze kutusaidia, kutushauri vizuri na wawe karibu. Na viandalio vipindi maalum, hata wakati mwingine wangetuwekea vipindi watu waweze kuchimba wakiwa katika hali nzuri na salama. Maana tunatarajia kuwa matajiri wakubwa wa kesho. Malengo yetu kama Watanzania sasa ambao serikali imeturasimisha kuchimba, kwa kuwa serikali imetutegemeza na imeendelea kuwa pamoja na sisi bega kwa bega, na sisi hatuwezi kuiangusha serikali. Na ndio maana utaangalia mapato siku hadi siku sasa yanapanda, kwa sababu Watanzania sasa wanaelewa wanachokifanya na wanaelewa serikali yao inachokifanya, na ndio maana unaona mapato sasa yanapanda kila siku. Serikali, wito wangu kwa serikali, ikiwekeza nguvu kubwa kwa hawa wachimbaji wadogo, ikawekeza nguvu kubwa, na hata ikiwezekana mabenki wakawadhamini hawa wachimbaji, ninakuhakikishia wachimbaji wadogo wana uwezo wa kuzalisha kiwango kikubwa cha fedha kuliko wachimbaji wakubwa, kwa sababu hawa ni wengi. Kwanza, faida ya kwanza kwa kuwatumia wachimbaji wadogo, ile fedha inayopatikana, faida ya mchimbaji mdogo inawalisha Watanzania wengi sana. Lakini pia sekta hii ya uchimbaji mdogo imeweza kuwaajiri watu wengi sana. Ukiangalia
sasa hivi inaongoza hata imeanza kuzidi sekta ya kilimo. Kwa sababu unaangalia vijana wengi sasa hivi utawakuta wako migodini, wamama wengi wako migodini, na wote hao wanapata riziki. Mama ntilie wanapata riziki kutokana na wachimbaji wadogo, mabodaboda wanapata riziki kutokana na wachimbaji wadogo, wenye biashara mbalimbali zinazoizunguka jamii wanapata faida kutokana na wachimbaji wadogo wadogo. Kwa hiyo serikali iwasaidie hawa wachimbaji wadogo, hasa kuwaelimisha, lakini na kuyashauri mabenki wawakopeshe mitaji hawa wachimbaji wadogo.